Hello guys, welcome to our channel. This is Life Grade 360 and here we just let life happen, no scripting. And this is our first video and I have a new co-host. Yes, thank you. Hi guys, I am Kavete. Welcome to our channel. Let's do this together. Well, I think in life everybody has got something that gives them pressure. Kuna zile stresses za life za kila siku tu, maisha ya kawaida, in everyday setup. Like for example, I think one of the universal pressures ama stressors ya life ni kakiru, pesa. Pesa, I think it's kama kuna mtu asumburu wangu akili na pesa, I think ni marehemu. Okay. I think ni marehemu. Huwezi kuwa hai na pesa ikusumbui. It cannot happen. Imagine hauna school fees. Hauna pesa ya kulipia mtoto school fees. Just kama size for example watu wanaenda grade 10, you can see how wazazi wanahangaika. Mtu anawaza mpaka the government intervene ikasema wanafunzi wote, everybody to go to school. I think that's money is a universal it's a universal stressor. Kama sasa hivi kama sina pesa lazima kulala inakuanga shida. Ama nikikuwa na pesa kidogo yenye nime budget iko fixed, yenye mpaka unapata okay, hakuna siku pesa itakuwa enough. But kuna ile design unapatanga like niko na 200, yes. Zile vitu nilikuwa nahitaji za lazima nikiza kitu kama 190. So hiyo 10 bob na bado kuna vitu zingine si za lazima but they are still necessary. So I think one of the major stressors ni zinanisumbuanga ni Pesa. Do mi natakanga tu nikuwe na do. Upate like ni kitu inahitajika, yes. But I nisumbui, I can afford it. Yeah, I know. So maisha bila pesa it's a bit ngumu sana. At times I walk maybe go town or in the streets, like for example Nairobi, and you'll see how people suffer. Mpaka unapata mnanga mashida. Unakaa hivi unaona yenyewe kweli hata mimi sina shida. I mean people wanakuwa na mashida, watu wanakuwa na mashida. So that's one of the major stressors za life zinanikulanga kichwa sana. Another thing ni unakuwa worried in the next, tuseme kama unafikiria in the next 10 years mahali utakuwa. Yes, the fear of the unknown. Inaitangwa the fear of the unknown. Unajaribu kupiga hesabu unaona like in 10 years time utakuwa umeachieve nini? Ama unakuwa na ile pressure ya like miaka kama 10 hivi nataka nikuwe fanya kitu fulani, nimejenga fulani, mahali fulani, niko na watoto fulani, familia iko imesonga hivi. But sasa unapatanga saa nyingine maybe unaweza kuna compare yourself na your peers. Ama watu mlisoma na wao, and then you are like I'm sure okay, everybody I'm sure uko na mtu like mshai pengine mlisoma na yeye, mnatoka place moja, you are age mates. I'm sure kila mtu akona mtu anampeanga pressure like unaona like ameachieve wewe hujaachieve. Akona gari guys, akona watoto, you know, na hiyo naye ni my age mates, ni lazima. Akona amejenga nyumba, you know. Kuna watu unaangalianga unaona like unaona ni kama uko left behind. Bado unaona kama maisha yako imelala. But ni pressure guys. But God's time is the best. I don't think some pressures are necessary. Okay. I don't think they are necessary. Unajua unaweza gongwa na gari mko ukifikiria vitu zenye hazikusaidii. So I think some pressures in life I don't find them necessary. I mean ukitaka tu maisha ibita I think iko mzuri. I mean me for example like personally I normally compete with myself. Yeah, that's good. Mimi naangalianga where was life last year? Ni nini nilikuwa nimeachieve? Ni nini nilikuwa na struggle nayo? Then I look at the moment. Zile vitu nilikuwa na struggle nazo last year. Am I still struggling with them?
Kitu nilikuwa siwezi achieve, am I still bado siwezi achieve, but nikianza kuona like for example last year nilikuwa na struggle na kitu fulani, but hii mwaka si struggle nayo, na si eti nime overlook another one kufocus na hiyo, upate zile vitu ulikuwa unafanya bado unafanya, and zenye huko unafanya zimeongezeka kwa zile ulikuwa unafanya. So I think me kwangu hiyo ni progress already, na I think hiyo inanipeanga peace of mind. Sema ati sinanga stress, but hizo vitu za ati kuna mtu like for example vile siku hizi social media imekuja, watu wanaona wanaishi maisha mengine, sijui Instagram lifestyle za watu. Ukienda TikTok unaangalia ile vitu watu wanafanya, wanasema wolololo, na mimi watu wana fake maisha, unajua. Baadhi watu wana fake maisha sana kwa social media, lakini ile kitu unaona si ile kitu kwa ground iko. Watu wana struggle huko nyuma bwana, lakini unaingia kwa kamera unaimba ukifurahia. Hata wengine hata unaona hata wengine chini ya maji. Wengine hata wanakwanga hizo, wengine wanakwanga hata manguo wameomba. Magari za wenyewe, manyumba za wenyewe. I mean, okay, kuna watu utaka like wakuwe mahali klasi ya juu yenye in real sense lifestyle yake anataka kuimanage na kuiachieve. It's a challenge. But analazimisha ukue hapo. Unapata mtu anajipatia stress mingi. Like for example, nilikuwa nimeona there's a conversation nilikuwa nimeona, was it yesterday? Yesterday. There's a conversation niliona screenshots zilikuwa zimekuwa shared kwa page fulani ya Facebook. It was about a certain guy ana expose mse alimu extort pesa in the name of atamuingiza Illuminati. So huyu mse alikuwa anaelezea vile kwao yeye anategemewa na maisha imemkalia, anaendesha nganduthi town Nairobi. So alikuwa promise na mse kuna some demands zinahitajika ndio qualify ukuje huko initiation, fanywe initiation ya Illuminati. So huyu mse kumbe yako anajua ni pesa anatoanishwa. So ukiangalia ukiflow ya hiyo chat, huyu mse anasema lakini nimekuwa desperate, lakini nimengangana kupata hiyo. So na huyu mse vile anaambiwa like tuma 18,000, anapewa namba, anatuma, anakuja anaambiwa unajua kuna desperate na pesa mpaka mwenyewe. Kwa hiyo ni mpaka hapo kwa hiyo chat unaona akisema haki ni wewe unategemea, akikwetu unategemewa sana, kama sasa una shule zinafunguliwa wanataka pesa. So this guy alikuwa anaona like the only thing inaweza mpatia pesa ni kuingia Illuminati. So una zile pressure zenye watu wanajipea na maisha. Cause me sengine nasema like kama umefika mahali useme for example mtoto ameperform na kabisa imeshindikana, maybe alikuwa ameitwa place kama Alliance na imeshindikana, hakuna vile unaweza manage kupata hiyo do aende. Unajua hata pia mnaweza manage kupata ya kuingia, lakini aende ingie na mshindwe vile mtaendelea. So unapata hiyo do mngeendelea kinaanza small school na sustain kumaliza hiyo miaka 4. So huyo mse nilikuwa nimeona story yake, niko na alikuwa na pressure sana kuingia Illuminati, and at the end of it all huyo mse alikuwa ni kuibiwa tu, alikuwa anaibiwa. So ile kamali anaambiwa sijui mara kuna pesa sijui ya suti, anaulizwa nini, anaambiwa mara kuna 2,000 sijui ya candles kuna hizo nguo sijui zinakaa sijui aje. So at the end of it all alikuwa ametoanishwa karibu almost hadi alienda kuuza his bike, na hiyo bike ndio alikuwa anatumia kama livelihood. So maybe mse like anataka akuwe na do upate like watu wanamuona mse ni sonko. Unaona pia pressure ama ni pia pressure. Ni pia pressure. I think pia niliona mse mwingine pia TikTok alikuwa ana promote ati yeye ndio sijui yeye ndio kusema sijui yeye kwa Illuminati ndio anapeleka watu sijui wapi sijui nini. Na ukiona lile sela anakaa na flaunt pesa mimi mado, mimi msema do. So watu like hizo ni some of the things that watu siku hizi wanaona zinawapea stress sana. Na pressure mingi sana. Mtu tu akae kulingana na ile pesa uko nayo, you know, ile tu maisha normal like
pressure ya marafiki. Unajua hapo ndio say okay, maisha mali imefika saa hii, na ni kwa sababu ya I think one of the ile kitu inachangia sana ni social media. Sana social media ni moja ina drive watu crazy. Crazy. Watu wanataka like kuishi standard, unaona, yani utaki kuishi ile maisha like mzuri yako, yani unataka maisha ile normal life ile yako. Sasa watu wanataka kuishi maisha ile mzuri ya kutisha wengine. Unataka like wakutambue. Hai, utakufa na pressure. Utakufa na pressure. Unaona, mimi eti naishi ka one bed, nataka kuishi 3 ama 4 bed. Ama unataka unapata like kamseka kwa 30 years. Kanangangana like atu sijui kuwe na mansion sijui ngapi, sijui endeshe gari sijui gani. Wacha mimi nitembea na counterfeit. Nitembea na counterfeit. Yeah. Hiyo pressure mingi ati ya sijui nini. Hapana. So I think everybody najua na relate, like kuna kitu lazima kila mtu kuna kitu inamsumbuanga ya like kama sijui ni pressure ya do. So, lakini do ama unaona marafiki, ama rafiki yangu amefanya hii, sijafanya hii, nataka kufanya hii. Unaona? Hiyo comparison ya life pia. Unajua pia rafiki yangu anaishi 2 bedroom, nataka kuishi 3 bedroom ndio nikuwe juu yake. But unajua unaweza pata rafiki nataka yako kuvaa hivi kama rafiki yangu, nataka unaweza pata maybe rafiki yako maybe unaweza pata atakuwa bado unaweza pata ni inheritance wealth. Unaweza pata wewe familia iko na do mingi sana. Nani mtu alipata do kwa wewe umezaliwa na struggle. Unaweza pata huyu msee pia kazi yenye anafanya imagine na kazi yako. Unaona? Anaweza kuwa pia kuna biashara yake yenye wewe hauna biashara, unangangana. Hiyo ni kitu one of the things that kujikombea na mwingine. Mimi at every given time najiambianga wacha mimi nijikombee na vile nilikuwa jana. Nisikuwe hivyo kesho na kesho kutwa. At least nimetoka 2 years ago vile uko saa hii 2 years ulikuwa hapo. Unaona kweli una make a progress. Ndio. But sasa ukianza kupewa pressure na like okay, hizo pressure ni zinakonga like ni ile sijui niite, unajua kuna ile positive jealous. Like una admire msi fulani, si eti ucompete na yeye but ufike like ile level yako ukae kama yeye. But okay, si eti ni wivu mbaya, hiyo ni wivu mzuri. You are trying but isikupe pressure uende to an extent ya kufanya vitu zenye like kama msee alikuwa anamuza nduri ya ingi Illuminati. I mean, msee anang'ang'ana kupata fast wealth bila kuangalia like what could be the repercussions za baadaye. Unapata hiyo yes, lakini hiyo do baada hata maybe haukuli na amani. Ile wivu mzuri ni ile nimeona kwako umeweka unalisha kuku wengi. Acha naona hiyo idea ni idea poa. Acha nilishe kuku kwangu pia. That's a good idea. Si ile ya kushindana. Unaona? Eti mimi naishi 1 bedroom, nataka kuishi 4 bedroom ama 3 bedroom ndio. Hiyo ni pressure. Honestly, hiyo ni pressure tu. Ni pressure mbaya sana. So guys, this is our first video. Please consider liking, sharing, commenting. You can also comment and give us your views. You can give us ideas. And you can also give us corrections on where to improve. And please don't forget to subscribe, liking and sharing. That's the most important part to assist us in building this channel.